Si kila sauti unatakiwa uisikilize. Bwana asifiwe. Sio kila sauti unatakiwa ufanyaje? Uisikilize. Kuna sauti nyingi sana ambazo tunakutana nazo. Kwa hiyo wewe ni sauti gani ambayo huwa unaisikiliza? Kuna sauti inaweza kukupeleka kwenye uovu, kuna sauti inaweza kukupeleka kwenye baraka. Kuna sauti inaweza kukupeleka kwenye mauti, kuna sauti inaweza kukupeleka kwenye nini? Kwenye uzima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati Mungu alipomuumba Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni, Mungu aliwapa maelekezo. Akawaambia hivi, miti yote ya kwenye bustani mnaweza mkala, kasoro mti wa uzima na mabaya. Huo ni mti ambao hamtaki kufanyaje? Kula. Mungu alisema na mwanadamu kupitia sauti. Hata kwa nyakati zile mimi sijui kama Mungu alikuja kutamama akasema, mimi Mungu ninasema moti, sijui alimwambia Adamu au Adamu alilala usingizi kama alivyolala wakati anamuumba Eva. Adamu akamka akamwona mwanamke akasema, hii ni nyama katika nyama yangu, ni mifupa katika mifupa yangu. Sauti Mungu anaweza kaongea na wewe ukiwa usingizini. Sauti Mungu anaweza kaongea na wewe katika mawazo. Hata kwenye mawazo pia kuna sauti inaongea. Kwenye moyo pia kuna sauti inaongea. Sauti pia sio lazima mpaka itoke nje. Kwa kuna sauti mbili za kiroho. Sauti ya roho wa Mungu na sauti ya roho wa giza. Zote hizi ni nini? Ni sauti. Na zote hizi wewe zinakutafuta. Kwa hiyo Mungu, sauti ya roho, sauti ya Mungu ikanena na Adam pale alipowekwa kwenye bustani ya Eden. Hata kabla ya kuumbwa Eva, Mungu aliongea na Adam mapema, nimekupa mamlaka ya kumiliki hii bustani na vyote vilivyopo kwenye bustani uvitunze na uvilinde. Lakini kuna kitu kimoja tu, mti wa uzima wa mema na mabaya, hicho usifanyaje? Usikiguse. Adam alipopewa Eva aliwakilisha ujumbe kwa mke wake. Mungu amesema hivi, Bwana Yesu asifiwe. Na Eva akamsikia. Lakini kupitia hiyo sauti uovu ukapatikana hapo hapo. Shetani akavaa mwili ambao aliuazima kwa nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ni roho. Ili aje kwa mwanadamu anahitaji mwili wa kusemea. Anaweza kumtumia mtu yote, hata mtu wako wa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kumtumia mtu yote, rafiki yako wa karibu. Sio rafiki tu, hata mume wako, hata mtoto wako. Yoyote anaweza kutumika. Chochote ambacho kimekuumiza katika sauti maisha yako. Kuna sauti ulisikia na ukafanyia kazi lile jambo. Kuna sauti ulisikia. Hata mwanamke anatoka kwenye nyumba yake, inategemea atakutana na ushauri wa namna gani. Akikutana na ushauri wa mtu aliyechoka na ndoa, atamwambia hivi, unateseka na nini? Wewe una kazi, wewe una miguu, wewe una mikono. Achana na wewe mwanaume, rudi nyumbani, beba vinago vyako nenda nyumbani. Yule mwanamke atabeba vinago vyake ataenda wapi? Nyumbani. Lakini akikutana na sauti ya mtu ambaye alivumilia kwenye ndoa, alafu akamwona Mungu kwenye hiyo ndoa, jinsi ambavyo anabadilisha watu, Mungu akambadilisha mume wake kama mtu mama, atamwambia hapana, usiondoke, vumilia, endelea kuomba, maana ninamjua Mungu ninayemtumikia. Mungu atabadilisha maisha ya mume wako. Endelea, baki hapo, usiondoke. Na huyu mtu hata ondoka kwa sababu amekutana na sauti inayoleta matumaini. Unapokuwa kwenye majaribu na shida mbalimbali, tafuta watu wenye matumaini ndio ukawaombe ushauri. Usiende kwa mtu aliyekata tamaa. Usiende kwa mtu mwenye tatizo kama lako hata kusaidia. Nenda kwa mtu ambaye ana matumaini. Nenda kwa mtu ambaye anamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mume wako yupo, anakuja. Acha kujiita shangazi. Acha kumuita makubwa. Hiyo sauti usikubali kuingia kwenye masikio yako ukajiona umezeeka. Hapana. Haujazeeka katika jina la Yesu. Kuna watu wanasema uzee mwisho chalizi. Kwani kule chalizi hakuna watu ambao wanataka kuolewa hata kama ni wazee. Uzee ambao sio wa kimungu ni wa wapi? Ni wa kuzimu. Kuna majira ambao tutafika tutazeeka. Amina. Na hata kama ukiwa mzee, bado Mungu ana haki ya kukupa kile unachokitaka. Kama Sara alizaa akiwa mzee,
ndio isekuse wewe. Hata Sara ile sauti alishangaa wakati anamwambia utabeba mimba, si alicheka. Neema ya Ibrahimu ndio ilifanya Sara akazaa mtoto. Wakati mwingine hawa wanaume hata kama tunawadharau, kuna neema ambayo Mungu amebeba, amewawapa, wanatuvusha sisi wanawake katika mambo ambayo tunayaona magumu. Kupitia neema ambayo Mungu aliweka ndani ya Ibrahim ndio ikambeba na Sara, kwa sababu yeye hakuamini, alijiona ameshazeeka. Ili Yohana azaliwe ilibidi Zakaria afungwe kinywa ili asije akapoteza muujiza. Kuna muujiza tumeipoteza kwa sababu ya sauti zetu sisi wenyewe, kwa sababu ya yale maneno tunayoyatoa. Kama unanigishia ukiwa na wazo lolote la biashara, wewe kimbilia kaanza kuhadithia kwa rafiki zako. Yaani hapa nimeangalia kwa mtaani kwetu, nimeona kabisa hakuna mtu anayepika mandazi, hakuna mtu anayekaanga chipsi, hakuna mtu anayefanya visoso. Yaani nimefikiria hapa, unajua tunafanya kile kikoba chetu mwisho wa mwezi, si ndio? Sasa mimi nataka mwisho wa mwezi nikipata kile kikoba, nachukua ni friend pale leo ndoka fulani, naweka pale chipsi. Najua hapa mtaani nitapata tu. Maana sioni kwenye chipsi. Yaani unamwambia sawa, kweli kabisa. Ulipomaliza tu kuondoka, mwenzako asubiri avunje kikoba, anavuta tu simu, anaomba hela mahali pale ulipopasema wewe, ndio anaenda kuweka biashara. Mwanamke alipotazama ule mti akauona ni vyema kwa chakula, tena ni wa kutamanika, akatoa tunda akala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Eva, baada ya kusikiliza sauti ya shetani kwamba mkila mtafunguliwa macho na mtajua mema na mabaya, ndipo akalitazama lile tunda kwa jicho lingine. Tunda ambalo analiona kila siku, tunda ambalo analiona kila siku, anafagia, analifanyia usafi, wakati mwingine analigusa, anatoa na mavumbi. Lakini kwa mara hii, baada ya shetani kumwambia, Eva aligeuka akalitazama kwa mtazamo mwingine, akajikuta analitamani. Unapoisikiliza sauti tamu nzuri yenye kubembeleza, ghafla utaanza kutamani kile kitu kifanye. Nasema ukweli, nasema uongo? Nasema ukweli, nasema uongo? Kitu chochote kikifuatilia kama ni kiovu, ukakisikiliza, ndipo kinaanza kukuvuta. Mungu yule kwa kutumia sauti, shetani alitumia sauti. Mungu akaja kwa mwanadamu akamuuliza, Adamu uko wapi? Mbona sikuoni? Mungu akamwambia, Eva uko wapi? Mungu alijua kabisa lile kosa alilofanya ni mwanamke, lakini Mungu hakudili na mwanamke, alidili na mwanaume aliyempa agizo. Alidili na yule aliyempa nini? Agizo. Akamwambia, uko wapi? Uko wapi? Adamu akasema, ni huyu mwanamke uliyenipa ndio amenidanganya. Angekuwa ni mwingine, angesema, Mungu, nimekula lile tunda uliyonikataza. Mimi saa nyingine huwa natafakari namna hivi, Adamu alipoletewa lile tunda, alafu angesema hivi, hapana, ili tunda Mungu alishatuambia tusile. Hata kama Eva alilila, lakini Adamu angesimamia msomo wake, Mungu angewapa rehema. Sio, umeelewa? Mungu angewapa nini? Rehema. Na Adamu, Mungu alipomuuliza umefanya nini, angesema tu nimekosea, nimekula tunda, bado adhabu isingekuwa kali. Yamkini adhabu ingebaki kwa mwanamke tu, lakini Adamu akasema, si ni huyu mwanamke uliyonipa. Kasahau Mungu alimpa usingizi akamletea Eva. Kasahau alipomuona mwenyewe akajisema, huyu ni nyama katika nyama yangu, ni mwili katika mwili wangu. Mungu alipopa pale akamwambia, huyu mwanamke nimekupa. Sio mwenyewe ndo alijimaliza. Mungu alimtegesha akamweka pale. Akataka kuona, je, huyu mtu atapenda? Maana nimemwekea wanyama, nimemwekea kila kitu, lakini naona bado nini nimpweke. Akamtengeneza mwanamke akamweka. Jamaa alipomwona tu mwenyewe akachanganyikiwa. Lakini kwenye kosa anamwambia Mungu, si huyo mwanamke uliyonipa. Sijui kama mnanielewa. Sauti inaweza kukuletea uangamizi mkubwa sana. Unaishi na watu vizuri, unaishi na familia yako vizuri, unaishi na mume wako, unaishi na watu wako vizuri, unaishi na majirani wako vizuri, lakini kuna mtu mmoja tu anakuletea umbea, unaharibu hali ya hewa yote. Sauti moja tu inaweza kukuletea shida kwenye eneo lote unaloliishi. Jamani, sauti inaua. Kuna watu wameuawa kwa sababu tu ya mtu alipeleka maneno ya uongo. Kwani kuna wanawake wangapi wameoa na waume zao kwa sababu kuna mtu tu alipeleka umbea kama mke wako nimekuta mahali fulani na mwanamume fulani. Jirani wao, kuna watu mpaka wamehama mtaa kwa sababu ya watu tu kuwasemea vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia sauti gani
wa Abeli, Mungu alisema na Kaini akamwambia hivi, je, unataka kufanyaje? Kwa nini unataka kumzuru ndugu yako? Kwani kama hautatenda haki, kibali hakitakuwa juu yako? Alimwambia asitende, lakini Kaini hakutaka kusikia sauti ya nani? Ya Mungu. Kama Adamu alichokifanya, ndicho mtoto alikuja akafanyaje? Akafanya. Kaini akaenda kumuua ndugu yake. Sauti ya damu ya ndugu yake ikaanza kulia, ikasikika mbele za nani? Mbele za Mungu. Akamuuliza bado Kaini na yeye akawa jeuri. Mungu alipomwambia sauti ya ndugu yako inanililia, akamjibuje? Kwani mimi ni mlinzi? Baba yake alisema ni huyu mwanamke ulionipa. Kaini akasema kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Lakini sauti ikalia. Na tunaona madhara ya mtu ambaye amemkosea Mungu. Akapewa adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Akapewa adhabu ambayo ilikuwa ni kali. Niko hapa kukuambia hivi, kuwa makini sana na maneno unayozungumza na unayosikia. Yanaweza kukupeleka jehanamu au yanaweza kukupeleka wapi? Mbinguni. Amina. Kana watu ambao wanaongea mazungumzo yaliyo bora. Usikae na watu ambao wanaharibu tabia. Imani chanzo chake ni kufanyaje? Kusikia hoja. Kwa nini? Imani yoyote inategemea na kile ambacho unakisikia. Umesikia nini? Ukakiamini. Kama ulienda kwa mganga wa kienyeji, ina maana kuna mtu alikuamanisha kuhusu ule mganga wa kienyeji, ndio maana ukaenda. Kama unakuja kanisani, ina maana kuna mtu alikuamanisha kwa kile ambacho kija kukipo kanisani, ndio maana ukaja. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nashangaa sana watu wengine wakija kanisani, alafu akakutana na kile ambacho aliambiwa labda hakikutokea, anamfuata yule alomleta. Mbona sijapokea uponyaji? Ile akienda kwa mganga, akikuta kwa mganga kule kakosa uponyaji, anaenda kwa mganga mwingine. Basi na kwa Mungu kija, kama leo ukipokea, rudi tena na kesho. Maana Mungu anatakiwa kuabudiwa kila siku. Kwa hiyo kile unachokisikia ndicho unachokiamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuwe makini sana na sauti ambazo tunafanyaje? Tunazisikia. Hamjajua kitu kimoja, nguvu ambayo iko ndani ya ulimi, nguvu ambayo iko ndani ya kile ambacho unatamka. Unaweza ukavuruga adui zako kupitia sauti yako. Unaweza ukavuruga, ukabadilisha fahamu za maadui zako, ukabadilisha lugha za maadui zako. Wale ambao wanakukalia vikao na kukusema kila siku, unaweza ukabadilisha na wakasambaratika na wasiweze kufanya chochote kupitia sauti yako wewe mwenyewe. Unaingia kwenye maombi na unabatilisha. Wakati wale watu walikuwa wakitengeneza ule mnara wa watu wa Babeli, wale watu walikuwa siri ya wale watu mnara nini? Wa Babeli. Siri ya wale watu walikuwa ni watu ambao wako katika umoja. Walikuwa na sauti moja, walikuwa na kauli moja. Na umoja siku zote una nguvu. Hawakuwa na kauli mbili mbili. Walikuwa wanaongea lugha moja. Wakajenga majengo, wakasema sasa tujenge mnara wenyewe ili tuende mbinguni wenyewe. Mungu akaona hao jamaa walivyoshikana watanivuruga. Mungu akabatilisha misemo yao ili wasielewane. Wakaanza kuongea lugha za kugongana. Ile ndio ikafanya ule mnara usiendelee. Walipogongana lugha, wakaanza kuchukuana. Wenye lugha nyingine wanaenda Moshi, wenye lugha nyingine wanaenda South Africa, wenye lugha nyingine wanaenda sijui wapi. Ndipo makabila na mataifa yakaanzia hapo. Kwa hiyo unaweza kusababisha kikao cha wachawi kwa kuwagonganisha lugha wasielewane. Amina.